Haleluya, mtu wa Mungu, Ijumaa njema popote pale ulipo, na karibu sana katika neno lake Mwenyezi Mungu kwenye haya madhabahu ya kambi ya wateule. Siku ya leo tuweze na kulipokea neno lake Mwenyezi Mungu. Mimi naitwa mchungaji Benson Mwanza, na ningependa tuliangalie neno lake Mwenyezi Mungu kwenye kitabu cha Waamuzi sura ya 7 mstari wa 2. Biblia inasema, Bwana akamwambia Gideoni, watu hawa walio pamoja nawe ni wengi mno, hata nikawatie Wamidiani katika mikono yao, wasije Israeli wakajivuna juu yangu wakisema, mkono wangu mwenyewe ndio ulioniokoa. Baba, ni asante kwa hili neno lako. Kazungumze nasi Ijumaa hii ya leo, Mungu wetu, kanene nasi, kanene na kila mmoja wetu, kaimize imani yetu, katuinue Baba, kajenge imani yetu Baba, katupe mwelekeo, mfalme mkuu na mtakatifu, katurekebishe na juu zaidi kajitwalie sifa na utukufu, katika jina la Yesu Kristo naomba na kuamini. Amen. Ili ni neno lake Mwenyezi Mungu. Mahala tumesoma, tunaona hapa ni kwamba ni Mungu anataka kuwaokoa Waisraeli kutoka kwa Wamidiani, na Mungu anamtokea Gideoni na anamwelezea Gideoni kile atakachokifanya, na hivyo Gideoni akielewa ya kwamba Mungu atamtumia na ili kuokoa Waisraeli kutoka kwa Wamidiani, Gideoni anachagua jeshi na ambalo lilikuwa na wanajeshi 32,000 wanaume wa Israeli, na ili kupigana na jeshi la Wamidiani na ambalo lilikuwa na wanajeshi 185. Lakini Mungu tunaona akimwambia Gideoni apunguze ile idadi hadi askari au wanajeshi 10,000, na baadaye pia tunaona Mungu akiwapunguza hadi wanajeshi 300. Wanajeshi 300 wapigane na Wamidiani, jeshi la watu 185. Ilionekana kwamba haiwezekani, ili lilionekana kabisa haliwezekani, na hivyo haikuwa na maana yoyote. Mbona upunguze wanajeshi wafike 300 wakapigana na jeshi la watu 185,000? Angalia, mambo mengine hayana maana, mambo mengine kwa lugha ya Kiingereza they don't make sense. Angalia, na ndio maana nyakati zote Biblia inasema ya kwamba injili ya msalaba ni upumbavu kwa wale wanaoangamia. Kwa sababu gani? Hii injili inazungumzia imani. Bwana Yesu asifiwe. Inazungumzia kuamini, na mambo ya imani yanakaa upumbavu, yanakaa uenda wazimu. Ninachopenda zaidi, maana Gideoni alimtii Mungu, maana walikuwa shazungumza na Mungu na wakasikizana. Unakumbuka wakati alimtokea, alimwambia kama ni wewe, kama itakuwa, na Mungu akaonyesha zile zote, na Gideoni akamwamini Mungu. Na hivyo Gideoni akiingia katika safari alikuwa na imani na Mungu, licha kwamba ndio alijua lazima akuwe na jeshi la idadi kubwa na ili likabiliana na Wamidiani, lakini pia alikuwa na imani na Mungu. Kwa hivyo alimtii Mungu kile alichomwelekeza, na hivyo angalia, alikuwa anamtii pasipokuwa na maswali. Ndio maana ujumbe nimeupa kichwa, Mungu anataka kukusaidia na utukufu umrudie. Maana tumesoma, unaona Biblia inasema, Bwana akamwambia Gideoni, watu wao walio pamoja nawe ni wengi mno, hata nikawatie Wamidiani katika mikono yao, wasije Israeli wakajivuna juu yangu wakisema, mkono wangu mwenyewe ndio ulioniokoa. Angalia, Mungu ndio yeye ako na kusudi la kuokoa wana wa Israeli, lakini kuna jambo moja ako makini nalo, kwamba utukufu utamrudia, sifa zitamrudia. Wana wa Israeli wasije wakajigonga kifua wakasema, ni kwa mkono wetu tulijiokoa.
Vivyo hivyo ndio Mungu anataka. Mungu anataka akusaidie na utukufu umrudie. Nyakati nyingi kuna mambo tumejaribu kufanya tusaidie Mungu, lakini Mungu wakati anakuambia si uniruhusu nifanye mimi, si uniruhusu nikutendee mimi, si uniamini tu, si unitii kile ninachokuelekeza, huenda kikaonekana kuwa ni upumbavu, huenda kikaonekana kuwa make sense, lakini Mungu anataka akusaidie, akuokoe na kisha utukufu umrudie yeye. Hataki kuugawa utukufu wake na mwanadamu yeyote. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana wakati mwingine anasababisha mambo. Mahala ulikuwa assured hii deal utapata, inakosa kupatikana. Mahala ulikuwa assured customers watakuwa wengi, wanakosa kuwa wengi. Maana Mungu hataki ujigambe. Mimi nilijiweza. Unaona vile nimetia bidii. Unaona vile mimi ni muombaji. Niko hapa kwa sababu ya kuomba. Angalia venye sisi ujipata katika mitego. Unapata mtu anajigamba, anasema mimi uomba, no wonder Mungu amenifanyia hiki, mimi ufanya, ndio maana Mungu hakutaka hilo kwa wana wa Israeli. Vivyo hivyo hataki na sisi. Ndio maana atakupea maagizo. Anajua wewe ufunga hata siku 21, hiyo anajua, na anajua ukifunga siku 21 na atende, utajitwalia sifa. Sifa zitarudi kwake. Utaanza kujivutia watu kwako. Utaanza kuambia kujeni niwaambie siri vile nilifanikiwa. Na Mungu ataondoka in the equation. Mungu ataondoka katika the picture. Na Mungu hataki watu wasujudie miungu mingine. Mungu anataka abudiwe. Ndio maana nyakati zote anataka sifa, utukufu zimurudie. Maana zikirudi kwa mwanadamu atafanyika kuwa kama Mungu kwa wanadamu wengine, na ataelekeza watu kwa njia na ambazo Mungu hataki. Ndio maana Gideoni anaambiwa na Mungu wapunguze wafike 300. Itawezekanaje? Hata kama unajua kujigamba aje, hiyo huwezi ukajigamba. 300 against 185,000, hiyo iwezekani, na hakuna vile utaweza na kujigamba. Angalia, Gideoni alimtii Mungu kwa sababu kulikuwa na ahadi ya Mungu kwamba ata pamoja na yeye ni Gideoni na ambaye pamoja na Mungu atashinda wa Midiani, hata kama alikuwa anapigana dhidi ya mtu mmoja. Hii ilionekana iko nje kabisa. Nataka nikwambie siri moja siku ya leo tunapoanza shughuli za siku. Katika yote unayotenda, iwapo Mungu aonekani, uko katika hatari kubwa. Bwana Yesu asifiwe. Hilo unalolitenda, iwapo Mungu aonekani, hilo amekutendea na hilo na ambalo ametenda, hilo na ambalo limetukia katika maisha yako, kama Mungu aonekani, uko katika hatari kubwa. Maana Mungu hataki sifa zake zimuendee yeyote. Mungu hataki kugawa utukufu wake na ama sifa zake na yeyote yule. Bwana Yesu asifiwe. Angalia hapa, Mungu anatumia wanaume 300 kupigana na jeshi la watu 185, na ili wana wa Israeli wasije. Mungu akishaamua ashaamua. Kama Mungu amesema atakupa hiyo kazi, atakupa. Lakini jinsi unavyoipata ni muhimu kwa Mungu. Maana Mungu anataka utakapoipata umrudishie sifa. Mungu anataka hiyo huduma inaposimama umrudishie sifa. Mungu anataka hiyo ndoa inaposimama umrudishie sifa. Mungu anataka hiyo biashara inapokuwa na matawi zaidi useme ni God, ni Mungu. Hilo ndio Mungu ako interested nalo. Ako assured atakuokoa, ashaamua atakuokoa, ashaamua atakukomboa, ashaamua atakufanyia hilo. Lakini ile mbinu ndio anahitaji zaidi. Maana hiyo mbinu anataka kujitwalia sifa. Angalia, hapa Mungu alitaka kutuonyesha hatuhitaji kila kitu tunachofikiria tunahitaji. Tunachohitaji ni kuruhusu Mungu achukue usukani. Ni sisi kufuata maagizo ya Mungu. Hatuhitaji kila kitu tunachofikiria tunahitaji. Bwana Yesu asifiwe.
Unachohitaji ni kumwamini Mungu. Unachohitaji ni kumwangalia Mungu. Mungu anapenda kujitwalia sifa. Si anasema anatumia vyombo vidhaifu kuaibisha walio na nguvu. Si mwenyewe anasema hivyo. Kwa nini? Maana anataka utukufu umrudie Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Wale waliopuuzwa au ndio Mungu atakaotumia, ndio kila mtu aseme hakika huyu ni Mungu. Wale walioonekana sio kitu au ndio Mungu anatumia, na ili yeye ajitwalie sifa. Anataka wang'ae, na ili hakika kusije kukasema ni mimi nilifanya, ni mimi nilimwombea, ni mimi nilifanya hiki, ni mimi nikafanya kile. Mungu hataki. Mungu anataka. Ndio maana huo uhusiano wameuvuruga. Maana hataki mtu yeyote ajitwalie sifa. Anataka ashaamua atakuinua. Mbinu ya kukuinua ndiyo ya maana kwake. Maana anataka watu wamuone katika kuinuliwa kwako. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anataka watu waone Mungu katika kuinuliwa kwako. Shida ni kwamba tunataka sisi tuonekane. Na ili watu wakujia advice, hebu kuja tuwaelezee vile tulifika hapa. Hebu kuja tuwafanyie hivi. Si vibaya kuendea advice, lakini advice yoyote inatokana na sifa za Mungu, hapo tunaelekea pabaya. Bwana Yesu asifiwe. Angalia hapa. Hauhitaji au watu wote unaofikiria wanahitaji kuwa pamoja na wewe. Bwana Yesu asifiwe. Hauhitaji kutoka kwa familia fulani. Kuna watu hata waleo wanasema ningekuwa nimetoka, tungekuwa. Kuna watu wameishi katika denial. Hauhitaji kuwa ulitoka kwa hiyo familia. Unachohitaji ni Mungu na kutii Mungu, na ili akajitukuze. Hauhitaji hayo mafunzo yote. Maana Mungu anataka ajitwalie sifa. Utasema ni kwa sababu niko na bachelors, ndio sababu nilipata hii kazi. Someni. Unaanza kuambia watu someni. Si vibaya kusoma, ni vizuri. Lakini wakati nafika sifa za Mungu zinachukuliwa na masomo, zinachukuliwa na vitu, hapo you are in danger. Maana Mungu hataki. Alimwambia Gideoni nini? Alimwambia Gideoni hivi. Bwana akamwambia Gideoni, watu hao walio pamoja nawe ni wengi mno, hata nikawatie Wamidiani katika mikono yao, wasije Israeli wakajivuna juu yangu wakisema, mkono wangu mwenyewe ndio ulioniokoa. Mungu hataki ujisifie. Mungu hataki watu wengine wajisifie sababu yako. Mungu anataka ajitwalie sifa. Bwana Yesu asifiwe. Mungu amekupa yote unayoyahitaji. Mungu amepumua kibali chake juu ya maisha yako. Wewe ni mwenye nguvu. Bwana Yesu asifiwe. Wewe umeteuliwa na Mungu. Wewe umepakwa na Mungu. Wewe una kibali cha Mungu, na hivyo unaweza ukaleta mabadiliko yoyote yale, so long as umemtegemea Mungu. Ni Mungu, unajua yeye ndiye ametenda. Unaweza ukashinda hayo majitu. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza ukafikia hiyo ndoto, na hivyo unachohitaji ni kumwaminia Mungu. Unachohitaji ni kumtii Mungu. Ukimtii Mungu, ukimwaminia Mungu, Mungu akionekana katika hilo unalolitenda, Mungu anataka hivyo, na utaona maisha yako yakibadilika. Baba, ni asante kwa neno lako. Wewe umetukuka, mfalme mkuu na mtakatifu, na umejiheshimisha. Ni asante Baba kwa nafasi nyingine ambayo umeweza kutupa siku ya leo, Mungu wetu, na ili kulipokea neno lako Baba. Umezungumza nasi, ndio unataka kutusaidia na ushafanya uamuzi kutusaidia, lakini ile mbinu utakaotusaidia nayo ndio muhimu zaidi, maana unataka utusaidie na utukufu ukurudie wewe, mfalme mkuu na mtakatifu. Mahala tumekuwa tukijipanga na ili watu waone vile ulivyotusaidia, Mungu wetu, tunaomba ukatusamee na tunakuruhusu wewe ukachukua usukani. Watu watasema ni kwa sababu alikuwa amesoma, kwa hivyo hapo hautapokea utukufu. Tumia njia zako Baba kujitwalia sifa unapowainua watu wako, katika jina la Yesu Kristo naomba na kuamini, amen. Neno lake Mwenyezi Mungu siku ya leo limekuwa hivyo, natumai limekuinua. Tupatane hapo kesho Jumamosi
saa 8:30. Mimi naitwa mchungaji Benson Mwanza, ninakupenda sana. Haya mahubiri yamekuwa ya baraka kwako. Toa sadaka zako kupitia M-Pesa line 0792593648, 0792593648, 0792593648. Ukiwa nje ya Kenya ni +254-792-593648. Hadi hapo kesho, mimi nakupenda sana na kuacha na neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu ukae nasi sasa na hata milele. Amina na kwaheri.